Bana, wateja wa magari mjini tumekuwa tukiwaahidi vitu vingi sana. Ndio. Haswa leo ni tarehe 1 mwezi wa 6, nusu ya mwaka. Tumekwenda kugawa mwaka. Yes. Hapo awali bwana, niliwahi kuposti clip nikawaambia wateja wangu kwamba jamani, mnaonaje saizi nikianzisha broadcast? Yaani broadcast ya magari, tupige story kuhusiana na magari, tuwaelekeze wateja usumbufu tunaopitia sisi tunapowauzia wateja magari, ni changamoto gani ambazo tunapitia, na mteja anapotaka kununua gari hajui ni gari gani aanze nalo, vitu kama hivyo nadhani. Kwa hiyo wewe ndugu yangu, kama wewe una kitu ambacho unaweza kushauri au tukaanzia hapo kwenye story yetu ya leo tarehe 1 mwezi wa 6. Exactly. Kwanza namshukuru Mungu kwamba tumeanza mwaka salama na mpaka sasa tupo nusu tuko salama. Lakini jambo la pili ni kwamba sisi kama Magari Mjini TZ tumeweza kuwa na branch nyingine ambayo ipo Kinondoni studio. Ndio. Kwa hiyo tuna ukuaji. Jambo la kumshukuru Mungu. Lakini jambo la pili kuhusiana na issue ya broadcast ni kwamba watakao faidika sana ni wateja. Kwa sababu kuna mteja ana fedha lakini hajui ananunua gari gani. Ndio, na hajui hapo nikazie kwamba kuna mteja ana fedha na hajui ananunua gari gani, na hajui ni wapi sehemu sahihi ya kwenda kununua gari, si ndio? Exactly. Kwa sababu sasa hizi naona kuna wimbi kubwa sana la uza magari. Kuna madalali ambao wanakaa chini ya miti, kuna watu ambao wamekuwa wakiungana. Wewe kwanza tuanzie hapo kwanza kwenye mteja anahitaji kununua gari lakini hajui sehemu sahihi ni wapi. Kwa sababu wateja wengi bwana wamekuwa na hofu sana. Mtu ana pesa yake, yuko mkoani, anahitaji gari. Sasa anafanyaje kupata gari sasa? Au ni mtu gani ambaye anaweza kumtrust moja kwa moja kwamba nikienda sehemu nzuri bana naweza kupata gari? Ni nani wewe unapoona? Kwanza niweze kuwapa elimu hii wateja. Unapotaka kununua gari, nunua gari sehemu ambayo ni salama na sahihi kwako. Kwa mfano Magari Mjini tuna kila kitu ambacho kinahusu uhalali wa kufanya biashara hii. Lakini jambo la pili, tumekuwa na uaminifu mkubwa sana toka tunaanza mpaka tulipofika. Kwa hiyo kwa wale wateja ambao walishawahi kufika ofisini kwetu na kwa wale ambao wako mikoani hawajui kufika ofisini kwetu, kupitia kile ambacho kinaendelea katika kurasa zetu au kile kinachoendelea katika sehemu mbalimbali tunapotusikia na kutuona, waelewe tu kwamba hapa Magari Mjini ni sehemu sahihi. Lakini pili, nitoe rai kwa wateja ambao wako mikoani au wako hapa Dar es Salaam. Anayewaza naenda kununua gari wapi na ninakutana nani? Kwanza vijana wengi ni wajanja. Ndio. Hasa wanaojiunga wawili watatu kutengeneza kama ofisi na kupata riziki. Cha kwanza natakiwa waelewe tu kwamba unapoenda kununua gari, kitu cha kwanza hakikisha hiyo kampuni au hiyo biashara imesajiliwa. Yaani kampuni inatakiwa ina usajili. Na usajili. Sababu kuna watu wengi sana wamekuwa wakitengeneza tuseme kama ofisi ni sehemu za kupumzikia. Ambapo mteja anafika ofisini, nimesikia mteja anafika ofisini, ofisi haijasajiliwa, ofisi hailipi mapato ya serikali, ofisi haina chochote, lakini wanamuita mteja ili bado ameweka kifremu anafanya biashara. Sina kitu kama hicho kinatokea. Sasa actually hivyo imekuwa ni wimbi kubwa sana kwa vijana wengi hasa hapa Dar es Salaam kwa sababu ya naiweka kwenye engo ya kutafuta riziki. Ndio. Ikiwa ni engo ya kutafuta riziki, hatukatai. Lakini katika wengi hao, baadhi yao wamekuwa wakiwaumiza wateja. Kuwauzia gari ambazo ni mbovu wakati mwingine. Wengine kufikia tu